Wewe chukueni yeye mrudishe hapa nyumbani. Mumekataa? Kwa nini nyinyi ndio mnatuma yeye? Akuja atusumbue? Asumbue rais? Awaletee pesa ya maji? Pesa ya barabara? Pesa ya mashule? Pesa ya kina mama? Vile tumeleta leo. Makofi ya Mheshimiwa Mwenge Mutuse. Sisi tumekuja kwa sababu yake, na leo tutahakikisha ya kwamba hawa akina mama tutawasaidia, kwa sababu hata ile wakati tulikuwa tunatafuta serikali tulisema ya kwamba sisi ni watu ya bottom, na ndio kwa maana tuko hapa siku ya leo. Lakini kabla tuendelee, mimi nataka niwakumbushe wa Kenya na niwakumbushe watu wa Mwingi ya kwamba sisi kama wa Kenya tunasahau haraka sana. Sisi kama wa Kenya tunasahau haraka sana. Huyu Mheshimiwa Rais alipoingia serikali, hii serikali ilikuwa na shida nyingi sana. Hata tulikuwa tunashangaa hii maneno ya serikali ataifanya aje. Tumesahau ya kwamba bei ya unga ilikuwa shilingi 250. Yule William Ruto akasema ya kwamba mimi nitaleta policies nipunguze bei ya fertilizer ili wananchi wapate fertilizer, waweze kukuza chakula na tuweze kupata chakula kingi. Ikawezesha ile bei ya unga ikashuka, tukapata chakula kingi, na hata wale ambao walikuwa wanaweka sufuria kwa kichwa wakawacha, sasa wako serikalini. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Huyu Mheshimiwa Ruto, kulikuwa na makatel wengi katika ile sekta ya kahawa. Akakuja akatoa wale makatel wote katika sekta ya kahawa. Sasa bei ya kahawa ikasonga kutoka shilingi 70, saizi bei ya kahawa iko shilingi 120 mpaka shilingi 140, shilingi 150. Na hizo pesa ni pesa zinaenda kwa wananchi. Ukweli ama ni uongo? Huyu William Ruto alienda kule Western. Hawa watu wa Western watakuambia ile sekta ya sukari ilikuwa imeanguka. Kenya hii pesa yote madola tulikuwa tunatumia kuagiza sukari. Mwaka uliopita hatukuagiza sukari hata tone moja in this country. We never brought sugar from out of this country. Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushirikiana na serikali, kwa sababu huyu Ruto alipoingia hata ile maneno ya elimu hatukuwa tunajua mahali CBC iko, mahali JSS iko. Akakuja akatupa direction. Walimu akakuja akatuandikia zaidi ya walimu 76,000 Kenya mzima, kitu ambaye haijafanyika hapa duniani. Amekuja tuko na madarasa za JSS. Amekuja tangu aingie mwaka moja tuliweza kujenga madarasa 11,000, 11,000 classes, ikiwemo hapa Kibwezi na Kenya mzima. Huyu Ruto akaingia ile sekta ya health. Yeye alisema ya kwamba nikichukua urais mimi sitaki kumuona mama wa Kibwezi akiuza shamba ati analipa ugonjwa, analipia mgonjwa. Akasema sitaki kumuona mama wa Kibwezi anauza chochote ati ng'ombe yake ama mbuzi akilipia mtoto mgonjwa. Akasema wote tuingie katika hii bima mpya ya SHA. NHIF ilikuwa na watu 3 peke yake, lakini sasa katika hii bima ya SHA tuko na watu 22 katika hii SHA leo. Na hii SHA inalipia kila mtu, haibagui wewe ni nani, wewe ni mweusi, wewe ni mfupi, wewe ni mrefu au chochote. Kwa hivyo sisi tunawaomba wa Kenya tusisahau haya mambo. Ile mabadiliko imefanyika Kenya ni kwa manajili yetu. Hapa kwenu nimesikia Mheshimiwa Mutusi akiniambia kuhusu soko. Iko soko inaundwa hapa. Na hii soko inaundwa hapa, kuna soko zingine 400 zinaundwa Kenya mzima, sio hapa peke yake. Affordable housing the same, the entire country iko masoko zinaundwa kila mahali. Kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kushirikiana, tuweze kufanya kazi pamoja,
kwa sababu the most important thing baada ya miaka 5 ni sisi tutakuja hapa tuwaeleze. Kama ni soko mnaiona, kama ni barabara, shida ya barabara tulikuwa nayo kubwa sana, na nimemshukuru ndugu yangu Kawaya. Huyu Kawaya tuko na yeye katika chama, yeye ni organizing secretary, mimi ni treasurer. Barabara zetu zilikuwa zimekwama Kenya mzima. William Ruto akapiga hesabu, akasecuritize pesa shilingi 7 ile ya mafuta. Miezi 2 ilipita, contractors wote ikiwemo wa hapa walilipwa 42 billion Kenya shillings ili contractor warudi kwa barabara, wakatengeneza barabara. Na mwezi ujao yeye tena analipa contractors 65 billion Kenya shillings ili barabara zetu zote zinyoke na tupate barabara ambazo ziko na lami, tunaweza kusafirisha mifugo yetu, chakula yetu kwenda kwa soko. Sasa nyinyi watu wa Kibwezi niwaulize, nyinyi ni kazi gani mnataka? Mnataka siasa ya ukabila na uchochezi ama mnataka maendeleo? Siasa ya ukabila na uchochezi ama maendeleo? Si mnataka barabara, mnataka stima, mnataka maji, mnataka mashule zijengwe na mpate pesa mfukoni ambaye tumekuja kufanya siku ya leo. Kwa hivyo mimi naomba tushirikiane, kwa sababu hata wale wengine ambao tunashindana na wao, jana niliona they started a party that is very colorless, that is very disorganized and a very tasteless party. I want to tell you, all those who started those party, one of them is an impeached deputy president. The other one is a fired secretary general. And the last one is a sacked cabinet secretary. These are people who do not have integrity at all. These are people who are not for the benefit of the people of Kenya. These are people who have selfish interests. They rather hata wangetoka kwa hiyo chama yao wakuje waungane na Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hii chama ya Kalonzo at least tunaona mahali inaelekea. Ile yao haina direction. They don't have any direction for the people of Kenya. So mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tumalize hii ukabila. Na mimi kama mbunge wa Kitutu Chache North nimekuja hapa kwa sababu huyu Mutuse alimaliza ukabila Kenya. Na ukiangalia hawa watu wote wamekaa hapa mbele, hawa ni watu wamemaliza ukabila. Juzi alikuwa kwangu na ndio kwa maana tumefika hapa. Umekubaliana ya kwamba tutashirikiana pamoja. Tushirikiane na huyu Mutuse, mupatie yeye term ya 2. Kwa sababu huko mbele mimi nikiwa rais, huyu Mutuse atakuwa naibu wangu. Si huyu Mutuse ametosha kuwa naibu wangu? Ametosha kuwa naibu wangu? Ama mmesema yeye atakuwa rais, alafu mimi nikuwe naibu wake? Akuwe rais mimi nikuwe naibu wake? Hapana, huko mbele tutapanga. Kweli Wakisii hawajatosha nyinyi? Nyinyi wamuoni kama Wakisii wametosha? Hatujatosha bado? Hatujatosha bado? Share yetu iko kidogo? Share yetu iko kidogo? Si walisema hata yenu iko kidogo? Ama tutashikanisha share yetu ikuwe kubwa? Ama tutakuwa tumemaliza ukabila kupitia Mutuse? Mimi sina mengi ya kusema. Mimi pia nikitoka hapa munipange. Kwa sababu mimi situmii ile fimbo ingine. Mimi natumia ile nyepesi namna hii, ndio? Mimi situmii ile nzito, hii nyepesi inasaidia hivi, inatoa ile sura kama yangu, si ndio? Wamama mtanipanga. Leo nikienda niende na mtu mmoja, niende na wadhoniwa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi pia ninatoa shilingi 150. Huyo mheshimiwa kutoka kule Kisii anatosha. Yeye ametuongelesha na sisi hatuna budi